Hello, shalom. Salimu kwa jina la Yesu Kristo. Alfaldo, na siku ya leo natamani nizungumze juu ya ishara na miujiza inayotendeka ilivyo na uwezo wa kuitengeneza imani ya mtu katika miungu au katika Mungu. Ishara na miujiza inazotendeka ina uwezo wa kuitengeneza, ina uwezo wa kuiumba imani ya mtu juu ya miungu au Mungu. Kitabu cha Kutoka sura ya 4. Kutoka sura ya 4 maandiko yanasema, Musa akajibu akasema, lakini tazama, hawataniamini wala hawatasikia sauti yangu, maana watasema, Bwana hakukutokea. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako? Akasema, fimbo. Akamwambia, itupe chini. Akaitupa chini, nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kamshike mkia. Akanyosha mkono wake akamshika, naye akageuka kuwa fimbo mkononi mwake. Mstari wa 5, ili wapate kusadiki ya kwamba Bwana Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amekutokea. Mstari wa 6, Bwana akamwambia tena, sasa tia mkono wako kifuani mwako. Akautoa mkono kifuani mwake, nao alipoutoa, kumbe mkono ulikuwa unaukoma, umekuwa mweupe kama theluji. Mstari wa 7, akasema, tia mkono wako kifuani mwako tena. Akautia mkono wake kifuani mwake tena, alipoutoa kifuani mwake, kumbe umerudia hali ya mwili wake, maana yake hauna ukoma tena. Mstari wa 8, basi itakuwa wasiposadiki wala kuisikiliza sauti ya ishara ya kwanza, wataisikiliza sauti ya ishara ya pili. Mstari wa 9, kisha itakuwa wasipoamini hata ishara hizo mbili, wala kuisikiliza sauti yako, basi yatwae maji ya mto uyamwage juu ya nchi kavu, na yale maji uyatwayo mtoni yatakuwa damu juu ya nchi kavu. Ishara zinazofanyika zinavyokuwa na uwezo wa kuijenga imani ya mtu juu ya Mungu au miungu fulani. Mungu anapomtuma Musa, anamweleza kuwa, Musa anamuuliza Mungu, hawataniamini wale watu kama ulinituma. Wale watu hawataamini kwamba wewe ulimtokea. Hawataamini kweli kwamba nimekutana na wewe, na haya maelekezo nayoyapeleka kwamba ni ya kwako, na umekusudia kwamba watu hawa watoke katika utumwa ambao wameishi muda mrefu. Mungu anamwambia, una nini mkononi mwako? Anamwambia, na fimbo. Anamwambia, itupe chini ile fimbo. Musa anaitupa ile chini fimbo, mara inageuka kuwa nyoka. Musa anakimbia. Mungu anamwambia, nyosha mkono wako, shika mkia. Alipoushika mkia wake, mara yule nyoka ikageuka ikawa fimbo tena. Akamwambia zaidi, weka mkono wako kifuani. Akauweka. Utoe mkono wako. Mkono wake ukawa ni mweupe kama theluji ukiwa na ukoma. Musa akawa na staajabu yote, akamwambia, rudisha tena kifuani. Akarudisha, mkono wake ukawa sawa kama hapo kabla. Mungu anamwambia ili waweze kuamini. Kwa hiyo ishara zile lengo ni kuamini. Kwa Musa anapotenda ishara ili waamini ya kwamba Mungu amemtuma Musa. Kwa Musa ni mtumishi wa Mungu, na neno lake analozungumza kwamba Mungu atawatoa wana wa Israeli ni kweli, ili wapate kuamini. Na anazungumza kitu kimoja, mstari wa 8, itakuwa wasiposadiki wala kuisikiliza sauti ya ishara. Kwa ishara ina sauti kwa yule anayeona. Hii sio sauti inayotokana na masikio ya kusikia, ila mtu anayeona ndani yake kuna sauti, na kazi ya ile sauti ndani ya ishara iliyotendeka au ndani ya muujiza uliotendeka ni sauti inayotengeneza imani. Kwa nini? Imani huja kwa kusikia, imani huja kwa kusikia, imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kumbuka, imani tulionayo katika Kristo Yesu ni imani tuliyoipata kutokana na kusikia neno la Kristo. Lakini msingi wa imani yoyote ile, nikiwa na maana hata ile isiyo ya Kristo, msingi wake ni kusikia. Kwa hiyo kusikia kule kunampa mtu imani. Hicho ni kitabu cha Rumi sura ya 10 mstari wa 17. Hivyo utendekaji wa kiishara au miujiza unapofanyika, iwe ni katika nguvu za Mungu, by the Holy Spirit, Roho Mtakatifu akiwa anafanya kazi, au iwe katika magic power, nguvu ya giza na nguvu za mazingaombwe,
Katika vyovyote vile imani huwa inajengeka kwa wale wanaoiona kile ambacho kinatendeka. Kwa watu wa Misri, wana wa Israeli alipofika, walivyoziona zile ishara, wakajua Musa ametumwa na Mungu. Sasa huyu kwa sababu ametumwa na Mungu, unaweza ukasema ndio ishara na miujiza zinamdhihirisha Mungu, lakini si hivyo. Si hivyo. Kuna wakati zile ishara na miujiza sio kwamba zinamdhihirisha Mungu kusema. Sio kwamba zinamdhihirisha Mungu. Kwa sababu anayetenda wakati huo kama asipokuwa Mungu, ambapo pia na uwezo, shetani anakopi cha kimungu, na kwa kuwa wengi hawatazami kwenye msingi wa kwamba kimetoka wapi, ni kwamba wao bora kimetendeka. Mtu ajali kwamba uponyaji huu nimeponywa kwa msaada wa Mungu au nimeponywa kwa msaada wa nani, anasema bora nipokee uponyaji. Lakini ukumbuka, wewe shida yako ikiwa ni ishara, kuna kitu ambacho kinakuja na ishara, huwa inakuwa ni imani. Na imani inakuja kuathiri mfumo wa maisha. Imani ndio mfumo wa maisha. Mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa imani inampa mtu mfumo wa maisha. Kwa hiyo inaweza ukawa umeenda sehemu, umepokea muujiza fulani, alafu ule muujiza usipojua au ishara ile iliyotendeka ukaiona, kwamba hizo wengine kama ni ushuhuda ukaona, lakini ukiwa hujatoka kwa Mungu wa kweli, utaiathiri imani yako ambayo ilikuwa ya Mungu wa kweli, ukajenga imani kutokana na ishara au muujiza uliotendeka mahali fulani. Angalia kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8. Matendo ya Mitume sura ya 8. Matendo ya Mitume sura ya 8. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 unakutana na habari za mtu mmoja mwinjilisti, mhubiri wa Injili, Filipo. Filipo alienda kuhubiri Injili katika mji wa Samaria. Mji wa Samaria kabla, jinsi ulivyokuwa muda wa Samaria, ulikuwa ni mji uliofungwa katika nguvu ya giza ya uchawi, kiasi kwamba wale watu waliokuwepo kwenye ule mji walikuwa wanaamini ya kwamba ile nguvu ya uchawi ambayo Simeoni alikuwa nayo, walimwamini ni mtumishi wa Mungu na kwamba ile nguvu ni nguvu ya Mungu. Wakaamini, walistaajabu. Maandiko yanazungumza mstari wa 9, Tendo sura 8 mstari wa 9. Na mtu mmoja jina lake Simoni hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Wasamaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Watu wote wakamsikiliza, tangu mdogo hata mkubwa, wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Ukisikia neno aliwashangaza, maana yake kulikuwa kuna udhihirisho wa utendaji kazi wa nguvu zake za kiuchawi. There was manifestation of those witchcraft power ambazo alikuwa anatumia. Kulikuwa na namna ya uzilikaji ambao alikuwa anafanya. Magical powers vina manifest vitu, inadhihirisha vitu fulani. Wenda wengine walienda akasema naweza kuponya, wakaona kwa namna fulani, kwa sababu alikuwa ana nguvu za giza. Aliloga mji mzima, ambapo ulimpa mamlaka ya kila mmoja aliyokuwepo kwenye ule mji wa kumsikiliza. Unaweza kaelewa. Na watu wote wakasema Mungu, Simon ni mtumishi wa Mungu, kumbe ni mchawi, na nguvu anayotumia ni nguvu ya uchawi. Haijalishi kulikuwa na wasomi, haijalishi kulikuwa na watu wa namna gani kwa kariba, wote walikuwa chini ya nguvu ya uchawi ambao Simeoni alikuwa anayo. So huyu alikuwa ni mchawi ambaye anauweza katika kiwango cha juu sana katika kumiliki anga ambalo alikuwa anaishi Samaria. Ndipo Filipo anaingia katika anga la namna hii. Filipo anapoingia, anaingia na nguvu za Mungu. Wale watu wanamwamini mtumishi wa Mungu ni Simoni. Filipo anapokuja na hubiri Injili, maandiko yanasema wale watu mstari wa 4, lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko wakihubiri neno. Mstari wa 5, Filipo akateremka akaingia mji wa Samaria akahubiri Kristo, na mkutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale yaliyosema na Filipo. Waliposikiliza na kuziona ishara alizokuwa akizifanya, kwa maana mapepo wachafu wakawatoka wengi waliopagawa nao, wakilia kwa sauti kuu, na watu wengi waliopoza na viwete wakapona. Huyu ni Filipo. Filipo ana injili yenye nguvu na ina ishara na miujiza. Wale watu wakajawa na mshangao. Mshangao wao ulikuwa ni hivi. Moja ni matokeo. Kwa sababu injili ya Filipo, ishara na miujiza zilizotendeka, mapepo yanatoka, viwete wanatembea,
Hawajawahi kuona kwa Simoni, walio wao mhesabu kuwa ni mtu mkuu, ni mtu mwenye uwezo wa Mungu, ni mkuu, mtu wa Mungu. Ndio wanaona kwa Filipo, ndipo wakaanza kupata wakati mgumu. Hiki kinachotendeka na huyu Filipo na hiki kinachotendeka na huyu Simoni, nani ni nani? Unajua alichostaajabu zaidi? Walistaajabu kumuona Simoni mchawi anakuja kuokoka. Simoni mchawi alijua kwamba nguvu aliyokuja nayo Filipo iko juu zaidi ya nguvu yake. Lakini wale wote, kilichowavutia kwa Filipo ni ishara na miujiza. Injili ya Filipo ni kuhakikishia mpenzi mtakayenitazama, mtumishi wa Mungu, kama isingekuwa na ishara na miujiza, naamini ingekuwa ni ngumu sana kupenya katika anga ambalo uchawi umeaminika kiasi cha namna ambavyo tunaweza tukasoma. Kwa hiyo tunajifunza ishara na miujiza. Kwa hiyo walimwamini kwa kipindi fulani Simoni kwamba ni mtumishi wa Mungu. Aliwastaajabisha, kuna mambo ya kichawi alikuwa anatenda, wakasema kwa ishara hizi huyu ni mtumishi wa Mungu. Alipokuja Filipo, nguvu ya Filipo ili counter attack ile nguvu ya Simoni, na Simoni mwenyewe akajua nguvu yake iko chini. Aliokoka kama gelesho wakati mwingine, kwa sababu unaona baadaye anatamani aipate ile nguvu. Kwake yeye ilikuwa tu ni kwamba ameona uchawi wake una nguvu, anatamani upate uchawi uliopo kwa, alijua Filipo anatumia uchawi. Jambo kubwa ukumbuke, ishara na miujiza zinazotendeka zina nguvu ya kumwaminisha, ya kuijenga imani ya mtu, kumwamini Mungu au miungu, kumwamini mtumishi wa Mungu wa kweli au kumwamini mtumishi wa Mungu wa uongo. Hivyo zijaribuni hizo roho nyuma ya miujiza inayotendeka, nyuma ya kitu kile ambacho unatarajia kukipokea, nyuma yake kimetokea wapi? Asante, Mungu akubariki. Alfa, kumbuka share, comment, shirikisha mwingine pia. Mungu akubariki na usisahau kusubscribe. Amen.